Tatizo nini? Tatizo mkoa wako muda wote na saa hivi ninapozungumza hapa. Sijui uko hiyo hali gani. Nimefanya ukatili huu kwa makusudi kaka. Yaani nimefanya ukatili huu kwa makusudi. Mtoto kaletwa hivi kaletwa hivi. Hawezi hata kunishikilia hivi, hawezi. Pisha njia wewe. Mafuta meisha. Wewe ndo kile. Basi hapa mkutana mkipula. Kama umeamua kumshika nyoka mkia, subiri maumivu anakuja kuhubiri mbele. Unajikuta mjanja. Unaonekana mtaani, naomba fungiwa ndani. Wako nifungia mimi na? Wewe shemeji. Anyway, tuachane na Ashu yangu. Ninaomba mnifika hapa mzima. Eko na uchokiacha. Hivi unamfahamu yule mamangu mdogo ambaye mtoto na mtoto wake hapa jiskati? Namkumbuka. Yule mtoto anasemekana kuwa ana baba hao wawili. Kuna mkaka hivi anaitwa Kivu na mwingine anaitwa Maltini. Maltini? Mbona kwa unaogopa? Unamfahamu? Hapana shule. Simjui, ndio kwanza stories wanifaa yeye. Sasa achana na wewe Kivu ndio kitakuwa Maltini. Anatafuta na familia mzee Mboka, yani tunamtafuta balaa. Kwa sababu inasemekana yeye ndio sababisho cha kifo cha yule mtoto. Yaani yeye ndio aliyemuua mtoto wake mwenyewe. Kaka analomba hivi. Lakini cha kustaajabisha na yule kili naye anakuja nyumbani kwanza anaanza kukopa na mtoto. Sasa hata kwa shoga yangu ninachoona. Kama utapata kumfahamu yule Martini, naomba tukutane mapema. Tumeelewana? Sawa shoga yangu. Limeisha. Ngoja mimi niende nyumbani. Mara kama nakuja. Sasa hivi. Oya blaza, naomba uongee na ndugu yako. Umesikia? Tena mwambie vizuri. Oya muziki huu unataka kuufuatilia. Oya muziki auchezeke hata kidogo. Yaani yeye kama anaujua huu, sisi tunaujua huu hapa. Huu sasa. Tena mbona mtoto mdogo sana yule? Yeye kama aliweza kuatishia au sio mimi? Hii ngoma ngumu. Oya hii ngoma ikaangiki. Yaani nitampigia muziki, nitamfungia muziki mchana kweupe ataucheza yule. Tena nitakavyo mimi. Yule mtoto mdogo anitisha mimi kitu gani yule? Oya ongea naye blaza yako. Yaani nitamfanya kitu kibaya.
Mambo vipi mpenzi wangu? Uko poa? Nimetokea nyumbani kwenu hapa sijakukuta. Unatokea wapi? Unaniweza kama nani? Nakuuliza wewe kama nani? Wewe si mpenzi wangu? Maswali gani? Ungekuwa unalijua hilo, usingefanya upumbavu wako kama unafanyaga. Sikuelewi unamaanisha nini? Amanda unamjua? Mama yake mdogo unamjua? Na mama wadogo wengi. Sijajua namzungumzia yupi. Hawa katika hao wengi mmoja hapo unatoka naye. Na sio kutoka naye tu, mpaka mtoto unaye. Leo ninachokizungumza. Au unataka kunivunjia heshima? Hivi mimi niko na kutoka na watoto wa mzee Vomboko kweli? Au umenichoka? Alafu sikiza nikwambie. Kitu kimoja. Kama ni uongo, na nataka unihakikishie. Uwepo wewe, dada yake Amanda na Amanda mwenyewe. Na ikishindikana mahusiano yangu mimi na wewe basi Ndio nini tunakizungumza lakini? nimemaliza. Amanda, alikwambia nani upeleke taarifa kwa mke wangu? Hivi kwa nini mtoto una maneno ya kutulia? Wewe mtoto unaonekana huna kaba, hujafunzwa. Sasa sikiliza. Maneno ambayo ulienda kumpelekea mke wangu yamenifanya mimi nikasirike sana. Sipendi mtu ambaye anapenda kunifuatilia mambo yangu. Na sitoshe leo nimekuja kistaarabu. Utapozidi kuendelea kuongea maneno, utaniona mimi ni mtu mbaya. Wewe baba, stop card 4. Njoo taratibu. Unapokuja ndo utakapotokea. Unapotaka nataka. Mkeo hichi, mkeo wea. Wewe baba mwandazimu, mtizame kichwa chake kaka bichi. Nyo. Maneno gani unaenda kumpelekea wewe mkeo? Mwangalie meno yake yalipopangana kanya mafirigisi. Sikiliza. Wewe unataka kuniambia wewe una maneno ambayo umetoka kumwambia sasa hivi? Sasa hivi ni tu mtana na mtongo alafu ananiambia wewe ndio umemwambia maneno kama hayo. Babu wewe nenda kamuulize vizuri mkeo. Huyo alomwambia kakosea kumwambia. Sio umeelewa? Labda sio Amanda mimi. Kwani Amanda niko peke yangu? Alafu sikia nikwambie usimtishe wewe kizee. Umeelewa? Pua lako long'onyo kwa firigisi ya kukanga usimtishe. Uliza katika hichi kitaa unanijua mimi ni Martin ambaye nafahamika katika hichi kitaa. Nadhani unanitafuta. Unijui vizuri. Sasa na mimi nakwambia hivi, kauliza Amanda mjukuu wa mzee Vomboko ni nani? Watakueleza vizuri. Unitishe kwa kitu gani wewe? Kumbe wewe ndio mjukuu wa mzee Vomboko. Na usi unamtisha nani kwa mfano Yaani wewe chochote. Sio kwa ndumba, sio kwa mwana. Sio umeelewa? Mbona papampa nyingi wewe mtoto wa kiume? Watoto wa kiume mzee na mitendo. Sio maneno kama afu hivi umetimia kweli wewe? Unapojiona umo kichwani mwako zipo kweli? Wewe ndende. Kumshia mzee Shuai. sawa. Kwa kupanga basi nitakukosa. Ila kama unatumia katika ardhi hii nitakukosa katika hotel. Fanya. Kipo.
Oya, mwambie mimi sipendi dharau ujue. Yaani anavyotaka mimi nataka. Yeye anataka vipi? Yaani oya sipendi dharau. Mimi mwenyewe mwanga, mimi mwenyewe mchawi. Blaza, mimi ngoja niondoke nikuache mama. Tena umpe salamu zake, usisahau. Umwambie Blaza. Nishajua kitu ambacho nataka kuniambia. Sijui kila kitu. Kwa naomba niache. Kama unafahamu kitu ambacho nachotaka kuambia mimi. Sasa nataka uniambie mwenyewe kwa kinywa chako. Nikwambie nini? Unataka kujua nini? Hivi ni kweli unahusika na kifo cha mjukuu wake mzee Vomboko? Nyamaza au mdogo wangu. Unazungumza nini wewe? Hivi unachokiongea kweli unakielewa kweli mdogo wangu? Mdogo wangu, nataka kuvuka mpaka sasa. Huko nilipotoka nimevurugwa na wewe sasa hivi unataka kunivuruga. Kama muungana nao, naomba uniambie. Nikuache na watu wako. Hivi blaza, kama sio kweli, kwa nini anapokuona amepatwa na hofu na kuondoka? Mdogo wangu, naona bado nielewe sasa. Wakiendelea kuzungumza maneno, nitakufunga hicho kinywa chako. Naomba niache jinsi nilivyo na niache na mambo yangu. Nadhani umenielewa. Wewe Mariamu. Najua wewe ndio mkubwa hapa. Hivi Mariamu, mna shida gani? Nyinyi familia ya Mzee Vomboko, mna shida gani? Lakini shida ni nini hasa? Kwa nini haumuonei mchungu mtoto uliomzaa mwenyewe? Hivi familia ya Mzee Vomboko, mbona mnakwenda siku na wewe ndio unajua uchungu ulipompata, lakini inafikia wakati wewe hata uchungu wenyewe usikii, uoni, una habari naye kabisa. Una matatizo gani? Mimi muda wote niko hapa nimekaa nawasubilieni nini? Hiyo ni shida hiyo. Wewe ni mtu mkubwa huyu. Mna shida gani nyinyi? Na hizi taratibu umezionea wapi? Za kumsusa mtoto wakati anaumwa. Una uchungu kweli wewe na mtoto? Hebu niambieni, mna shida gani? Samahani kwanza babangu. Maana kutangulizia samahani kwa sababu kuna maongezi nitaongea, yakikuuma vumilia. Kama matamu furahia. Si umenielewa? Kwanza kapo hapo ulipoongea hapo. Nyinyi familia Mzee Vomboko mna shida gani? Sisi tuna shida yoyote. Yaani hatuna shida yoyote. Tunashukuru Mungu baba yetu hajatuacha ovyo ovyo. Si umeelewa? Alafu kingine, wasizungumza kwamba ati una uchungu. Sijui kitu gani. Kwanza baba, bila uchungu zaanati huwezi kuzaa. Bila uchungu. Yaani hata kama utazaa kwa operation, lakini lazima uone dalili za uchungu ndio operation. Lakini kinyume chake hawezi kupa operation. Sawa? Ndio mtu kwa mimi nimemzaa, tena nimemzaa kwa huo uchungu na uzungumzia wewe. Lakini nilipomzaa, sikumzaa mimi akiwa na matatizo. Yuko fresh. Na nimemlea kama unavyozungumza mpaka nimpeleka shule amemkubali yule kwa mzima. Si
kuvutiwa na kusababishiwa. Mimi sifanyi jukumu la kulea kwa sababu nimeshalea akiwa yuko salama. Majukumu ya duniani aliyoyasababisha ndio atakayoyamaliza. Kama umeletea wewe mtoto nyumbani kwako, waulize hao waliokuletea ili kuwaje, sio kuja kulalamikia mimi hapa babangu. Sijui umenielewa? Kujuana isiwe shida. Isiwe shida kabisa. Lakini sitaki kusikia chochote nitakachokusikia mimi hapa, sauti ya mwanangu naitwa mwenyewe kwa mdomo wake na akiwa mzima kama alivyoondoka hapa. Kwa hiyo wewe kama umekuja hapa kwa kushenga, sijui mjumbe, mwenyekiti, katibu, sijui mwanasheria, nenda kamaliza mambo yako huko. Wameniambia hivi, huyu mtoto akirudi nyumbani kwao arudi kwa mguu wake mwenyewe. Ni makosa kabisa. Samahani mkuu. Nilikuwa nakusubiri ufike kwa muda ambao unatakiwa mkuu. Kuna ile kafara ambayo tulikuwa tumeahidiana kwa niweze kuitoa. Kuna kafara ambayo nimetafuta ndogo tu ya mjukuu mzee Bomboko. Tayari nishajiandaa kwa ajili ya kuitoa. Huku tukisubiri ile kafara kubwa ambayo tulikuwa tumeahidiana. Jaribu kutoa hiyo. Basi watu. Vipi mkuu?